Katika historia ya mchezo wa soka kuna matukio mengi sana ya kushangaza. Mojawapo ni tukio la wizi wa kombe la dunia, tukio ambalo halikutokea mara moja tu bali mara mbili. Jamani, kombe limeibiwa watu Katikati ya songo mbingo hilo, hakuna aliyeweza kufikiri kwamba mbwa mwenye jina la Pickles atahusika na kombe hilo. Karibu kwenye Seva. Kuna bwana alikuwa anaitwa Jules Rimet, Mfaransa huyu aliyezaliwa mwaka 1873, ambaye katika kukua kwake aliamini kwamba mchezo wa mpira wa miguu unaweza kuiunganisha dunia. Baada ya kuwa kwenye ulimwengu wa mpira wa miguu kwa muda mrefu, mapema mwaka 1921 Jules Rimet akawa rais wa 3 wa shirikisho la mpira wa miguu duniani, FIFA. Huyu rais ndo alikuja kuanzisha kombe la kwanza la dunia la mwaka 1930 lililofanyika nchini Uruguay. Kombe lenyewe sasa liliundwa na Mfaransa anaitwa Lafrel. Lilikuwa na uzito wa kilo 3.8 na ilikuwa ni sanamu safi ya dhahabu pamoja na fedha. Kombe linang'aa. Kombe hilo likaja kupewa jina la Jules Rimet Trophy kama namna ya kuappreciate juhudi zake za miaka mingi za kuanzisha mashindano hayo ya kimataifa. Kombe la dunia lililofuata la mwaka 1934 Italia ikashinda. Mwaka 1938 Italia ikashinda tena. Haikupita muda, vita ikaja. Kwenye tovuti rasmi ya FIFA, FIFA.com, inaelezwa kwamba kombe hili la Jules Rimet lilipitia maswaibu makubwa. Wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia, hali ya usalama ilikuwa ni tete. Kumbuka kombe wanalo Italia. Basi afisa wa mpira wa miguu wa Italia aitwaye Ottorino Barassi ilibidi akalichukue kwa siri kutoka mahali ambapo lilikuwa limehifadhiwa na aende kulificha hilo kombe chini ya kitanda chake ili kuzuia wanajeshi wa Nazi Ujerumani wasiliibe. Wakati huo huo, kwa sababu ya vita na athari zilizojitokeza, FIFA iliyasimamisha mashindano hayo kwa miaka 12. Kwa hiyo wakati wote huo Italia ndio ikawa imelishikilia kombe hilo mpaka mwaka 1950 ambapo mashindano hayo yalirudi tena na Uruguay ikashinda. Mwaka 1954 Ujerumani Magharibi wakaliweka kombe kibindoni. Kombe la dunia la mwaka 1958 na mwaka 1962 Brazil wakatamba nalo. Mwaka 1966 Uingereza ikashinda. Nyasi zilitikiswa pale Wembley Stadium, waliwatandika Ujerumani Magharibi mbele ya takriban mashabiki 100,000. Ilikuwa ni shangwe. Lakini watu walikuwa wanashangilia kwa vitu viwili, kwa sababu moja, wameshinda kombe, lakini kabla ya mechi hizo kuanza kuchezwa kuna balaa lilijitokeza. Mnamo Februari mwaka 1966 kuna kampuni iliomba idhini ya kufanya maonyesho ya kombe la Jules Rimet, lile kombe, kwamba waliweke kwenye maonyesho yao ya Stampex. Chama cha soka cha Uingereza FA kilikubali, lakini kwa masharti kwamba kombe hilo lingelindwa wakati wote. Mashindano yanakaribia kuanza. Siku moja, mwezi Machi mwaka 1966, ndani ya Westminster Central Hall, London, mwizi mmoja alifanikiwa kuwapiga chenga walinzi. Akaingia mpaka mule ndani, akaondoa kufuli, akavunja kabati la vioo, akatoweka na kombe. Habari hii ikawa ndio talk of the town karibia kila nchi. Kombe la dunia limeibiwa, kombe la dunia limeibiwa. Siku 3 baadaye, mwenyekiti wa FA, Joe Mears, alipokea kifurushi nyumbani kwake. Na ndani kilikuwa na kipande cha juu cha kombe kama ushahidi, lakini pia kulikuwa kuna barua yenye maelezo kwamba kombe tumeliiba na tunataka paundi 15,000. Miaka hiyo paundi 15,000 ni pesa nyingi. Na kwenye hiyo barua wahalifu walitishia kwamba wataliyeyusha kombe hilo ikiwa fedha haitolipwa kabla ya mashindano kuanza. Basi pressure ikawa ni kubwa Uingereza. Kumbuka wao ndio wenyeji wa kombe la dunia, kombe lenyewe ndio limeibiwa. Inakuwaje? Polisi wa Scotland Yard wakiongozwa na Inspector Charles Buggy wa Flying Squad ikabidi waweke mtego.
wakatengeneza kifurushi cha fedha bandia, ndani zikawa zimejaa karatasi, lakini nje ndo zikawekwa noti halisi. Mtego ukatiki, bwana mmoja akaenda kuchukua ule mzigo, akakamatwa. Tuambie kombe liko wapi? Anasema mwenyewe sijui. Akadai kwamba yeye aliagizwa na mtu ambaye hakumjua. Jamaa alikuja akatupwa gerezani. Uchunguzi wa miaka mingi baadaye uliofanywa na mwandishi wa habari Tom Pettiford wa gazeti la Daily Mirror mnamo mwaka 2017 hivi 18 ulikuja ukaelekeza vidole kwa gangster wa London Kusini aitwaye Sydney, na ikielezwa kwamba ndiye ambaye aliingia Central Hall na kuiba kombe hilo wakati walinzi wakinywa chai. Mwandishi akasema familia ya huyo gangster ilikuja kuthibitisha habari hiyo. Kwa hiyo kombe halikupatikana hadi Machi 27 mwaka 1966, wiki moja tu baada ya kombe kuibiwa. Na lilipatikana kibahati kwa sababu siku hiyo mtu aitwaye Dave Corbett akiwa anatembea na mbwa wake aitwaye Pickles katika mitaa ya Upper Norwood, London Kusini, huyu mbwa alianza kunusa. Jamaa anauliza mbwa vipi? Inakuaje? Nusa akaenda hadi kunusa karibia na kichaka ambacho kiko karibu na barabara. Corbett alipochunguza akakuta mbwa analinusa kombe la Jules Rimet. Uingereza ikafurahi na dunia kwa ujumla na wapenda soka pia wote wakafurahi. Huyu mbwa akaja kuwa maarufu duniani kote, na baadaye kombe hilo ndilo ambalo liliinuliwa na Uingereza waliposhinda kombe la dunia mwaka 1966 hiyo kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo wakati pale watu wanashangilia Uingereza tumeshinda, watu walikuwa wanashangilia mara mbili kwamba tumeshinda kombe, lakini ile kombe tulilolinyanyua limepatikana tu hivi karibuni baada ya kuibiwa. Sasa hili kombe lilikuwa na bahati mbaya. Baada ya Brazil kushinda kombe la dunia mara 3 mwaka 1970 nchini Mexico, FIFA iliamua kuwapa Brazil kombe la Jules Rimet wabaki nalo jumla, waliweke kwenye makabati yao. Kwa hiyo kombe liliwekwa makao makuu ya shirikisho la soka la Brazil CBF mjini Rio de Janeiro. Usiku mmoja wa Disemba mwaka 1983, wahalifu watatu walivamia jengo la CBF na baada ya kumdhibiti mlinzi wa usiku waliingia ndani na kuiba kombe la Jules Rimet pamoja na tuzo nyingine. Kombe likaibiwa kwa mara ya pili. Upelelezi ulikuja ukafanywa na polisi, lakini kombe hilo halikuwahi kuonekana tena. Inadaiwa kwamba wale wezi walienda kuliyeyusha na kisha wakaenda kuuza vile vitu. Sasa baada ya matukio hayo, FIFA iliamua kuunda kombe jipya na kuweka utaratibu mpya kabisa wa ulinzi. Mnamo mwaka 1974, kombe jipya lilibuniwa na mchongaji wa Italia Silvio Gazzaniga. Kombe hili ambalo linatumika mpaka sasa kwa usalama, siku ya ushindi, timu ikishinda kombe la dunia, timu inapewa kombe halisi kabisa lenyewe OG, wanalinyanyua, wanashangilia, wanapiga picha. Baada ya hapo FIFA wanalichukua. Hiyo timu iliyoshinda wanapewa kopi, nakala ya dhahabu pamoja na bronze ambayo inafanana na kombe halisi, na pia kuna plate ambayo imeandikwa jina la timu iliyoshinda, ndilo wanaloenda nalo nyumbani. Kombe halisi huhifadhiwa katika makumbusho ni museum ya FIFA huko Uswizi, mahali ambapo usalama ni top notch, na huwa linasafirishwa kwa matukio maalum tu ambayo yanaratibiwa na FIFA kama siku ya ufunguzi wa mashindano na kadhalika. Story ya kombe la Jules Rimet bado inaendelea kukumbukwa. Kutoka London hadi Rio de Janeiro, kombe hilo lilifundisha FIFA somo gumu na kusababisha kombe la FIFA la sasa kuwa mojawapo ya vitu vinavyolindwa zaidi duniani katika ulimwengu wa michezo. Hili kombe limepitia heka.